Januari 12 mwaka 1964. Usiku wa manane, milio ya risasi inaanza kusikika Zanzibar. Ndani ya saa chache, serikali ya Sultani Jamshid bin Abdullah inaanza kuporomoka. Mapinduzi yanaendelea, lakini wakati wananchi wakisikiliza redio, sauti moja ndio ilikuwa ikitawala mawimbi. Ilikuwa sauti ya kijana wa miaka 26, John Gideon Okello, mtu ambaye hakuwa Mzanzibari, hakuwa kiongozi wa ASP, mtu ambaye hakutoka katika familia ya kifalme, lakini kwa siku chache tu jina lake likawa maarufu kuliko viongozi wengi wa Zanzibar. Halafu akatoweka. Ni miaka 62 sasa, na swali linaendelea kuulizwa: John Gideon Okello alikuwa nani hasa? Safari kuelekea Zanzibar, kama ambavyo unafahamu, ni kisiwa ambacho tarehe 12 ya mwezi wa kwanza mwaka 1964 kilishuhudia tukio kubwa, tukio ambalo limebaki kwenye historia ya Tanzania na Afrika Mashariki, tukio la mapinduzi matukufu ya Zanzibar, mapinduzi ambayo yameibua majina ya viongozi wakubwa sana, mmojawapo akiwa ni Almarhum Abeid Amani Karume, ambaye huyu kwa kushirikiana na wenzake walitengeneza Zanzibar mpya na walishiriki kwa pamoja katika harakati hizo mwaka 1964. Lakini miaka imepita, watafiti, wanahistoria wanaendelea kuyazungumza majina hayo. Miongoni mwa majina ambayo yanaendelea kuzungumzwa ni jina la John Gideon Okello. Utajiuliza, ni nani haswa? Kwa nini jina hili linaendelea kuzua mijadala mpaka leo hii? Alikuwa na nafasi gani katika mapinduzi ya Zanzibar? Hayo ni maswali ambayo ikumbukwe inaenda kuyafuata Zanzibar. Tayari tumewasili hapa Zanzibar, kisiwa ambacho historia zimekutana karne na karne, kuanzia biashara ya bahari ya Hindi, ukoloni, mpaka mapinduzi ya mwaka 1964. Tupo hapa kuja kutafuta mawili matatu kumhusu John Gideon Okello. Kizungumza mapinduzi matukufu ya Zanzibar, moja ya majina ambayo yametajwa na yanaendelea kutajwa ni jina la John Gideon Okello. Wakati huo alikuwa ni kijana wa miaka 26 tu. Lakini tunataka kufahamu kwanza, huyu John Gideon Okello ni nani haswa? John Gideon Okello alizaliwa tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka 1937 katika mji wa Rila katika kabila la Acholi. Wazazi wake walifariki akiwa bado mtoto wa miaka 10. Katika umri huo akachukuliwa na baba yake mdogo kwa malezi, lakini yalikuwa ni malezi ya mateso sana kwa mujibu wake mwenyewe John Okello. Miaka michache baadaye, baada ya kuona maisha yanazidi kuwa magumu, aliamua kuondoka kwenda kutafuta kazi katika mji wa Soroti, Uganda. Lakini hakuishia hapo. Baadaye aliondoka kuelekea Kisumu, Kenya. Lakini hata hivyo hakukaa sana, akaondoka kwenda Nairobi. Napo pia hakupata hata kalo, akaenda mpaka Mombasa ambapo alikuwa akifanya kazi katika bandari ya Kilindini. Ilipofika mwaka 1959, akiwa kijana wa miaka 22 na bado akiwa Mombasa, akaanza kusikia fununu kuwa Pemba kuna manufaa makubwa kutokana na kilimo cha karafuu, haswa kwa vibarua wanaofanya kazi katika mashamba ya karafuu. Akafunga safari kuelekea Pemba. Wakati wote huu John Gideon Okello hakuwa maarufu. Alikuwa ni kijana wa kawaida sana, na wala hakukuwa na dalili yoyote kwamba angekuja kubadilisha historia ya Zanzibar. Ikumbukwe ilivuka bahari mpaka Zanzibar kumfata mzee Jussa. Huyu ni mpenzi wa historia na msomaji wa vitabu mbalimbali vya historia. Nilipata wasaa wa kuzungumza naye na kutaka kujua huyu John Gideon Okello
Aliingia vipi kwenye siasa za Zanzibar na alifika vipi katika kundi lililoongoza mapinduzi? Kwamba mwanzoni kisiasa alijitambulisha na alijiunga na chama cha Zanzibar Nationalist Party, ambapo maarufu kwa Zanzibar kinaitwa Hizbu. Hichi ni chama ambacho kilikuwa na upinzani na chama cha Afro Shirazi Party, lakini pengine kwa Pemba hutastaajabu sana, kwa sababu kilikuwa miongoni mwa vyama vikubwa ambavyo vilikuwa vina wafuasi wengi Pemba, na kilikuwa kinapinga ukoloni bila shaka wa Kiingereza. Kwa hivyo inaonekana hamu yake ya siasa na kushiriki harakati za ukombozi ilimpeleka huko, angalau mwenyewe anavyodai. Kuja kwake kushiriki katika harakati za mapinduzi kunatajwa mwaka 1963. Tumesema pale mwanzo kwamba yeye alifika Pemba 1959. Kwa hivyo kama miaka minne baadaye, 1963 alihama Pemba akaja Unguja, na alipofika hapa ndipo inasemwa kwamba akajiunga na chama cha Afro Shirazi Party, na waliokuwa wenzake sana anaowataja na hata wengine ambao tumewahi kukutana nao wanaomzungumza ni watu waliokuwa katika umoja wa vijana wa chama cha Afro Shirazi Party, Afro Shirazi Party Youth League. Kuna watu ambao walikuwa karibu sana. Mtu mmoja ambaye anatajwa na mwenyewe anamtaja Okello, na bahati na sisi wengine tuliponyanyukia tumezungumza naye, ambaye inaonekana ndio alikuwa kiungo na hatimaye kuingia katika Afro Shirazi Party na harakati za mapinduzi, ni bwana mmoja akiitwa Ali Omar, umaarufu wake akiitwa Mzee Lumumba. Nadhani hata Lumumba inakuonesha kwamba ni nickname, jina alobandikwa kutokana na Patrice Lumumba wa Kongo. Wakati ule ilikuwa ni fashion, unapopigania uhuru unajitambulisha jina fulani. Alikuwa mtu matata, mtu jasiri, shupavu. Kwa hivyo huyu Mzee Ali Omar Lumumba, ambaye wengi wetu tulimwahi wakati wa vuguvugu la mabadiliko ya vyama vingi hapa, sababu alikuwa very close na marehemu Maalim Seif, miongoni mwa watu wengi walikuwa wakimuunga mkono. Kwa hiyo wengine tulipata bahati ya kukaa naye na kusimulia. Kwa hiyo Okello anamtaja huyu kwamba ndiye aliyemuunganisha na harakati hizi, na mwenyewe anavyosema kwamba alijiingiza zaidi kuanzia mwezi August 1963, na Ali Omar Lumumba ndiye ambaye alikwenda akamuunganisha na Seif Bakari. Kwa mtu yote anayejua historia ya Zanzibar, hasa historia ya mapinduzi na miaka baada ya mapinduzi, jina la Seif Bakari si jina geni kabisa. Kwa hivyo anasema alimuunganisha, na anavyosema mwenyewe kwamba aliandika barua aliyemkabidhi Ali Omar Lumumba kumpa Seif Bakari, na hatimaye wakaunga huo ushirika au uhusiano wa namna fulani. Sasa mwenyewe anasema kwamba yeye John Okello, na hilo pia tulizungumza, tutaliona huko baadaye, kwamba Okello anapenda kuonesha kwamba kila kitu kilifanywa na yeye. Yeye alikuwa ndiye shujaa. Kama unazungumzia mchezo wa sinema, basi yeye ndo steering wa mchezo. Kwa hivyo kila pahala, na hiyo inakuwa shida wengine kuthibitisha, kwa sababu yeye kila wakati anajinasibu kwamba mimi ndiye nilifanya, mimi ndiye nilifanya. Mengine of course unaona kwamba haya haingii akilini yote, hasa unapoyalinganisha na matukio mengine, lakini anavyosema kwamba yeye ndiye aliyebuni wazo la mapinduzi na akamshirikisha Seif Bakari, na kupitia umoja wa vijana wa Afro Shirazi Party League, wao ndio sasa wakaanza kazi ya kutembelea matawi mbalimbali ya umoja wa vijana huo, na huko wakawa wanajenga hamasa kwamba ASP haiwezi kupata serikali kwa njia ya uchaguzi. Na ikumbuke kama anavyosema ni sahihi kwamba harakati hizi zilianza Agosti 3, manake ni baada ya uchaguzi wa mwisho wa Zanzibar kabla ya uhuru ambao ulifanyika Julai 1963. Kwa hivyo kama hadithi yake ni sahihi, ni kwamba baada ya kuona kwamba kupitia uchaguzi huwezi ukashinda, ikaonekana kwamba njia sasa ni kupitia mapinduzi. Kwa hivyo anasema huko ndiko alikokwenda, na mwenyewe anawataja watu tofauti
anasema kwamba mmoja nimemtaja huyo kwamba Seif Bakari, na mtu mwingine ambaye anamtaja kwamba alifanya naye kazi. By the way, Seif Bakari alikuwa ndiye mwenyekiti wa umoja vijana wa ASP, lakini pia anamtaja Abdallah Said Natepe ambaye alikuwa ni katibu wa umoja vijana wa ASP. Alipofika hatua ya mwenyewe anavyosema ya kutengeneza hao mwenyewe anawaita freedom fighters, kama unaweza kusema kwamba ni vikosi, mwenyewe kwenye kitabu chake anaita battalions alizozitengeneza katika maeneo tofauti. Sasa anasema huko akawatambua watu ambao waliona kwamba angeweza kuamini, na miongoni mwa watu wanawataja ni watu maarufu katika historia ya Zanzibar, kwa sababu anasema kwamba watu wawili wakubwa ambao aliwaamini sana ni Seif Bakari, nimeshamtaja hapa, na wa pili ni Ramadhan Haji Faki, ambaye pia alikuwa katika umoja wa vijana wa ASP. Lakini Ramadhan Haji Faki, mnakumbuka nyote, alikuja akapanda mpaka akaja akawa waziri kiongozi wa mwanzo wa Zanzibar chini ya Mzee Jumbe. Kwa hivyo anasema hawa ndio waliokuwa mwenyewe akiwaita majemadari wake wawili. Lakini watu wengine pia anawataja ni, kwa mfano anamtaja mtu anaitwa Mzee Mohamed. Huyu wengi hatumjui sababu si mtu ambaye amekuja kutajwa sana, lakini wengine ambao ni maarufu wanajulikana katika historia, kwa mfano Abdallah Mfarinyaki, Absalom Amoy Injin, Matias Simba na Said Bavuai. Sasa miongoni mwa hawa utaona Said Bavuai, Mfarinyaki, Ramadhan Haji Faki mwenyewe, Seif Bakari na Tepe, hawa ni watu ambao katika ile inayoitwa Committee of 14 wanatajwa kwamba ni wanachama, na yeye anawataja kwamba ni miongoni mwa watu ambao alianza nao mapema kutengeneza hiyo mipango ya mapinduzi. Kwa hivyo ndivyo ambavyo John Okello anaelezea mwenyewe kwamba alivyokuja akashiriki katika mapinduzi. Na mwenyewe anasema, wajua, mimi moja katika observation yangu ya kufuatilia ni mtu mmoja alikuwa fascinated na numbers. Alikuwa na andas fulani hivi, sio kama nikisema andas Abdallah unafahamu andas fulani ya nambari hivi, na unajiuliza kwamba hizi nambari za uhakika kama hivi anazitengeneza saa ngapi? Kwa hiyo mwenyewe anasema kwamba kwa mfano au ilo jeshi alilitengeneza au battalion anazoita mwenyewe za hao walioitwa wapigania uhuru, freedom fighters, ilikuwa jumla yake ni watu 1100. Na anataja zaidi kwamba eneo ambalo kwa sasa utasema ni wilaya ya Kati Unguja, maeneo kama Bambi, Dagaa, Kiboje, anataja kwamba huko ndiko ambapo alipata watu wengi sana, na anasema ni kwa sababu walikuwa wakazi wake wengi ni wa Afrika, anavyozungumza mwenyewe, ambao alikuwa akiwaamini. Kwa hivyo ndivyo anavyozungumza Okello juu ya kujiingiza katika siasa na hatimaye mwenyewe anasema kuanza mipango ya mapinduzi. Ilipofika Januari 11 kuelekea Januari 12 mwaka 1964, makundi ya wapiganaji yanaanza kusonga kimya kimya. Lengo lao ni vituo vya polisi, maghala ya silaha na maeneo muhimu ya serikali. Ndani ya saa chache hali inabadilika. Serikali ya Sultan inaanza kupoteza udhibiti. Wakati hayo yanaendelea, sauti ya John Okello inaanza kusikika kupitia redio Unguja. Kwa wakati ule anatangaza kuwa mapinduzi yamefanikiwa. Hapo sasa wananchi wengi wanaanza kumfahamu kwa mara ya kwanza kupitia matangazo hayo, na kwa muda mfupi sana John Gideon Okello anaanza kupata umaarufu. Nadhani kimoja ambacho kilikuja kikampa umaarufu sana ni kwamba, na hilo halina ubishi, mengine mnaweza mkabishana kwamba haya si kadai tu yeye mwenyewe kaandika, na kwa hivyo bila shaka anaweza kujipakazia akajipa sifa zote asiokuwa nazo, sawa, lakini kuna mambo huwezi ukasema kwamba haya kafanya. Kwa mfano, nilompa umaarufu kubwa sana John Okello, yeye ndiye alitangaza kufanikiwa kwa mapinduzi ya Zanzibar kupitia redio ya Zanzibar, kwa wakati ule maarufu ikiitwa Sauti ya Unguja. Anazungumza mle kwamba amkeni nyinyi watu wa Unguja na Pemba, mko katika serikali mpya ya Jamhuri chini ya Field Marshal John Okello, mwenyewe akijiita Field Marshal. Lakini si tu kutangaza kufanikiwa kwa mapinduzi,
yeye pia, na hili pia ni jambo ambalo linazua maswala mengi kwa wale ambao wanamkanusha John Okello, yeye pia ndiye aliyeitangaza serikali ya mwanzo ya Zanzibar baada ya mapinduzi. Hiyo inaitwa serikali ya Jamhuri. Sasa hapo panazua maswala mawili. La kwanza ni kwamba sote tunajua, na hili ni nadharia ambayo imejengeka, inakubalika kote, mnapofanya mapinduzi, yawe mapinduzi ya umma au mapinduzi ya kijeshi, katika vitu muhimu vya mwanzo ambavyo vinakimbiliwa ni vyombo vya habari, hasa television ya taifa na redio ya taifa. Wakati ule hakuja kuwa na television, ilikuwa kwa redio ya taifa. Vipi kama John Okello hakuwa na nafasi kubwa, alifikaje kwa yeye ndiye mtangazaji mkuu wa kufanikiwa kwa mapinduzi? Sasa wako wanaodai kwamba na hiyo ndo baadaye katika official version, yani maelezo rasmi ya nini kilifanyika, inavyosemwa kwamba yeye alikuwa ni mgeni Zanzibar, alikuwa na sauti kali ya kutisha, lafdhi ya kibara hasa ya Kiganda kwa mfano, ambayo sio lafdhi ya Kizanzibari. Kwa hivyo ili kuwatisha wale waliopinduliwa waogope kwamba haya mapinduzi yana nguvu kubwa, sio tu ya Zanzibar, ikaonekana kwamba sauti yake ndio ingefaa. Lakini unajiuliza kwamba mbona baadaye kuna mambo mengine yameendelea, ni swala la sauti tu. Na hapo napotelea swala la pili niliposema. La pili si tu kwamba katangaza kufanikiwa mapinduzi, lakini yeye ndiye aliyeitangaza serikali ya mwanzo. Sasa kama hakuwa na mamlaka, kwa nini ile serikali ilibakia na watu wale wale ambao aliwatangaza yeye? Hili tangazo lake kwa mfano, anasema kwamba alitangaza kwamba rais wa Jamhuri ya Watu wa Zanzibar atakuwa ni Mzee Abeid Amani Karume. Makamu wa rais Abdallah Kasim Hanga, ingawa mwanzoni inasemekana alimtangaza kama waziri mkuu wa Zanzibar Abdallah Kasim Hanga. Waziri wa mambo ya nje Abdurrahman Mohamed Babu, na wengine wote kina Mzee Abu Jumbe, Othman Sharifu, Hasnu Makame, Saleh Saadallah, Hassan Nasoro Moyo, Abdulaziz Twala, na hawa ndio waliobakia kwa serikali hata baada ya kuondoka kwake au kuondolewa kwake John Okello. Sasa unajiuliza, kama huyu hakuwa mshiriki muhimu wa mapinduzi, haya mamlaka ya kuamua serikali iweje na serikali ikabakia kwa hivyo, aliyapata vipi? Na by the way, kwa sababu tunamzungumza John Okello, tuseme katika tangazo hilo akajitangaza kwamba yeye John Okello ni waziri, na hii ni very interesting combination, waziri wa habari na ulinzi. Duniani utaona ajabu kwamba si aghlabu ukaunde wizara ikachanganye habari na ulinzi, lakini wanaona ni mambo mawili ambayo yeye alikuwa fascinated nayo. Habari ni radio ambayo mwenyewe kaipenda sana, na ulinzi ndio kwa yeye ni field marshal kama alivyojitangaza. Kwa hivyo akasema katika ile tangazo anajitangaza, baada ya kuwatangaza wote akasema waziri wa habari na ulinzi, na ambaye atakuwa ndiye kiongozi mkuu. Kamata hilo. Huko amemtangaza Mzee Karume ni rais wa Jamhuri, lakini kiongozi mkuu, the overall leader, atakuwa ni yeye Field Marshal John Okello. Kwa hivyo hili baadaye unaweza kusema ni controversial juu ya nafasi yake na hatimaye kuondolewa kwake, lakini haya mawili kwamba yeye ndiye alitangaza kufanikiwa kwa mapinduzi ya Zanzibar na yeye ndiye aliyeitangaza muundo wa serikali ambao ulibakia. Kwa hivyo unajiuliza aliyapata wapi mamlaka haya na hawa waliomtiwa kodi? Of course kuna hadithi nyingine zinasemwa kwamba waliokuwepo Raha Leo ndio ilikuwa makao makuu ya, na mpaka leo iliko ya Radio Zanzibar, wakati wake Sauti ya Umoja, kwamba alikuweko Mzee Abu Jumbe, huyu ni kutoka chama cha Afro Shirazi Party, na alikuweko Mzee Badawi Kulateni ambaye alikuwa ni chama cha Umma Party, na wanasema hawa ndio waliokuwa wamedhibiti pale. Na sasa hii ndio stories za kuja baadaye kwamba hata hayo waliokuwa wameyatangaza pale, wao ndio waliomwandikia, ikiwemo huo muundo wa serikali. Whether ni kweli au si kweli, hilo linabakia ni mjadala wa kihistoria, lakini alikuwa nayo hiyo nafasi. Na si hivyo tu, unapokwenda katika rekodi za kihistoria, na hapo ndio ambapo mimi nasema
unasema kama kisheria tungesema ina corroborate, inathibitisha na kushadidia kile ambacho kinasemwa. Kwa mfano, Okello alitumika kama inavyosemwa kwamba katika redio, lakini baada ya mapinduzi kulikuwa na gazeti la serikali likiitwa Kweupe. Kabla mapinduzi kulikuwa kuna gazeti likiitwa Maarifa, ndio lilikuwa gazeti la serikali. Lile baada ya mapinduzi likabadilishwa jina likaitwa Kweupe. Na mimi nazo nakala 2 za mwanzo za gazeti la Kweupe, toleo namba 1 na toleo namba 2 baada ya mapinduzi. Toleo namba 1 hili lilitoka tarehe 18 Januari 1964. Toleo la pili lila tarehe 21 Januari 1964. Yote haya magazeti mawili ya Kweupe yanamtaja John Okello kwamba ndiye kiongozi aliyefanikisha mapinduzi ya Zanzibar, na picha zake zimo katika matoleo hayo ya kwanza. Kwa hakika toleo la mwanzo hili la tarehe 18 Januari lina habari fupi sana, nyingi, kwa sababu ni gazeti ambalo lina kurasa 2 tu, nyuma na mbele na nyuma, basi ndio ilivyokuwa. Lina picha na mna picha kabisa zinazoonyesha John Okello, picha ambazo baadaye zimekuja kuwa maarufu. Na hivyo siku 3 baadaye toleo la pili linatoka tarehe 21 Januari. Hili lina makala refu mbele kwamba mapinduzi yamefuzu, lakini nyuma ule ukurasa wa pili kuna wasfu wa John Okello na picha yake kwamba ndiye kiongozi wa mapinduzi. Sasa unajiuliza, huku kwenye redio alitumika, huku katika magazeti ilifikaje hapo? Je, John Okello pia alifika pale akawa mhariri wa gazeti, au yeye ndio aliyekuwa akiamua kitu gani kiandikwe? Kwa hivyo hayo yanakuonesha nafasi yake. Ukiacha hayo, sasa hivi ndio niliposema kuna baadhi ya mambo ambayo yanaibuka sasa ambayo miaka ile hatukuwa tukiyajua. Sasa hivi kuna record maarufu sana ya mahojiano. Hii ni filamu ya picha, ya video, ambapo mwandishi maarufu yule David Martin wa Kiingereza alikuja na alifanya mahojiano katika ikulu ya Zanzibar. Ile filamu inawaonesha wajumbe wa kamati hiyo ya watu 14, na unamuona pale, lakini pia Rais Mzee Karume, unamuona yeye John Okello, unamuona Abdurrahman Babu aliyekuwa waziri wa mambo ya nje, unawaona pia kwenye background Yusuf Himid ambaye alikuwa ndio kiongozi wa mwanzo wa jeshi la Zanzibar, unamuona Hafidh Suleiman, unamuona hawa nafikiri ndio walikuwa maarufu, anahojiwa pale na wote hawa wawili. Mind you, hii interview imefanyika siku kadhaa baada ya mapinduzi, na unaona hata mavazi yao. John Okello havai tena zile picha zake maarufu alizovaa kama nguo za askari, unamwona amevalia suti kabisa. Unaona anahojiwa pale na wote wawili, Mzee Karume na Babu, hawajamcontradict alichoulizwa, sababu yule mwandishi amemuuliza yeye kama ndiye kiongozi wa mapinduzi, na wote hawa hakubisha katika mahojiano yale. Bila shaka alikuwa na nguvu ambayo alikuwa anayo. Mr. President, what were the factors which made you decide that a revolutionary action would be necessary? Ile serikali sio ya watu wengi katika nchi hii. By what means? By what means was Field Marshal Okello chosen as the leader of the Revolutionary Army? Uongozi unaopendwa na hawa watu wote. Where did he get his previous military experience from? Mungu ya Waafrika, hata nikafaulu kwa Mungu ya Waafrika. Kwa hivyo vitu hivi ndio vilivyokuwa vimempandisha hadhi, na nadhani matangazo haya na kuandikwa huku ndio kuja kukamfanya kwamba vyombo vya habari vya kimataifa vyote vikamtambua kama alivyojitangaza mwenyewe katika tangazo la mwanzo la redio, na baadaye maendeleo haya yaliokuwa yameonekana kwamba huyu ndiye kiongozi hasa wa mapinduzi. Kwa hivyo kwa muda fulani ilibakia kuonekana hivyo, ingawa tuseme kwamba yote haya tunayazungumza ndani ya kipindi ambacho hakizidi siku 40. Kwa sababu mapinduzi ni tarehe 12 Januari 1964. Okello ameondoshwa Zanzibar
mwenye tarehe 18 inavyosemwa Februari, na baadaye akatumia siku kadhaa Dar es Salaam. Kwa hivyo hii story yote hii unayozungumza ni siku 40 tu, lakini kipindi hicho record zote zinamuonesha na kumtambua kwamba yeye ndiye aliyekuwa kiongozi wa mapinduzi. Sasa ikiwa kweli alitumiwa tu kwa sauti ama vipi, wao watajua zaidi, lakini ushahidi wa kimazingira unaonyesha huwezi, awe alikuwa kiongozi kweli au alikuwa ni mmojawapo wa viongozi, lakini huwezi ukamfuta katika ushiriki wake katika mapinduzi. Ushahidi wa kihistoria unasuta, kama nitumie neno hilo, unasuta hoja ya kwamba hakuwa na nafasi yoyote katika mapinduzi ya Zanzibar. Baada ya mapinduzi, John Gideon Okello anajipa cheo cha Field Marshal. Anazunguka akiwa na walinzi, anatoa maagizo, anatoa matangazo ya redio. Kwa nje ilionekana kama ndiye mtu mwenye nguvu zaidi Zanzibar, na wakati huo alikuwa ni kijana wa miaka 26 tu. Lakini nyuma ya pazia kulikuwa na viongozi wenye ushawishi mkubwa zaidi. Miongoni mwao ni almarhum Abeid Amani Karume, Abdurrahman Mohamed Babu pamoja na Kasim Hanga. Lakini kadri siku zilivyopita, tofauti zilianza kuonekana. Miezi michache tu baada ya mapinduzi, mtu aliyekuwa akitangaza ushindi wa mapinduzi redioni anaanza kutengwa. Nguvu zake zinaondolewa, ushawishi wake unapungua, na taratibu anatoweka katika uongozi. Kwa wengi, hii ndio sehemu yenye utata mkubwa katika historia ya mapinduzi. Je, alikuwa tishio kwa viongozi wengine? Je, alikuwa amemaliza kazi aliyotakiwa kufanya? Je, kulikuwa na sababu za kiusalama? Lakini swali ni kwa nini John Gideon Okello aliondolewa Zanzibar? Yeye mwenyewe anasema kwamba hazikupita hata siku nyingi baada ya mapinduzi, alihisi kwamba wenzake anakusudia viongozi wa serikali mpya baada ya mapinduzi, kwamba hawakuwa comfortable, hawakuwa wakijisikia watulivu kuwa naye karibu. Na moja katika mambo ambayo yanayataja ni kwamba tarehe 24 Januari 1964, manake ni siku 12 tu tokea mapinduzi, alipokea barua anonymous, haina jina la mwandishi, lakini ikimwambia kwamba wewe huwezi kukubalika hapa Zanzibar, umejipa madaraka makubwa kuliko ambayo ungeweza kuwa nayo, na umewapanda watu vichwani kujiona wewe ndio kiongozi mkuu. Wewe hapa ni mgeni, wewe hapa ni Mkristo, huwezi ukakubalika mbele ya watu kama Sheikh Abeid Amani Karume au Abdurrahman Babu. Anasema hiyo ndio ilikuwa barua ilivyokuwa imeandikwa, na mwenyewe sasa mwanzo alipuuza tu, akaona labda ni watu ambao hawakuridhika na mapinduzi, wanataka kuleta uchonganishi. Lakini anasema hazikupita siku nyingi akapata barua nyingine ilikuwa na maudhui yanayofanana na kurejea kumwambia kwamba unaonekana husikii, lakini hutadumu hapa Zanzibar. Ukiacha hayo, kuna hadithi, narratives zinasemwa kwamba behavior yake, mwenendo wake, tabia yake baada ya mapinduzi. Kwa mfano, umetangaza jamhuri ambapo unasema rais ndiye kiongozi wa hiyo serikali ya jamhuri, lakini unasema katika vikao kwa mfano vya baraza la mapinduzi, yeye siku zote alikuwa anachelewa makusudi ili mzee Karume awe tayari ametangulia akiwa rais, na yeye aingie mwisho, kwa maana yeye ndio kiongozi mkuu. Sasa anasema hilo pia lilikuwa linaleta ukakasi, lilikuwa halipendezi of course kwa mzee Karume kuona kwamba kuna mtu ana behave kwamba ni zaidi yake. Kwa hivyo hayo yalikuwepo, lakini katika kipindi hicho, na huyo ndio John Okello, kipindi hicho kifupi by the way, alishafanya mpaka ziara katika baadhi ya nchi za Afrika Mashariki, mmoja maarufu Kenya kwa mfano, na alikuwa na msaidizi wake ambaye pia ni mtu mmoja maarufu katika historia ya Zanzibar baada ya mapinduzi, akiitwa Jahaubwa. Huyu alikuwa ndio kama unaweza kusema private secretary wake aliyemfanya. Hata picha zile ambazo zimechapishwa Kenya
unamwona yuko pembeni yake Jahaubwa, alikwenda Nairobi, na by the way katika ziara hizi alikuwa anapokelewa rasmi almost kama ni kiongozi wa nchi. Sasa unajiuliza kwamba kama hakuwa na nafasi hiyo, kwa nini alikuwa anapewa heshima kubwa kama hii? Kwa hivyo alikuwa amefanya, lakini pia kipindi hichi na hiyo nitakuleta hoja nyingine kwamba kama alikuja akaonekana mtu myth fulani hivi, kama ni mtu ambaye anatisha na ametengeneza taswira fulani hivi ya kutisha, ya kuogopwa, kwa sababu ya hiyo kwamba yeye ndio imesemwa kwamba ndiye aliongoza mapinduzi ya Zanzibar. Moja katika kitabu anasema kwamba alipokwenda kuonana na Jomo Kenyatta alimwambia kwamba nasikia unataka kunipindua. Yaani Kenyatta anamwambia John Okello. Okello akamwambia kwamba nakupindua ili nimweke nani? Kwa sababu Zanzibar nimepindua ili kuweka Waafrika madarakani. Wewe tayari ni Mwafrika, na kuondosha na mweka nani? Lakini pia zipo nukuu mbalimbali kwamba Obote aliyekuwa waziri mkuu wa Uganda pia alimuona kwamba ni tishio kwake. You will be surprised, unaweza kuona ajabu. Hata Malawi kuna ushahidi wa magazeti kabisa. Rais Hastings Kamuzu Banda wa Malawi alimtuhumu mpinzani wake mkubwa wakati alikitwa Kanyama Chiume na Chipembere kwamba hawa wanajaribu kumtafuta msaada wa John Okello kuja kumpindua. Nini nataka kusema ni kwamba si tu ndani ya Zanzibar kwamba ilishajengwa hofu kwamba huyu ni threat, ni kitisho, lakini hata katika ukanda huu nchi mbalimbali alishajengewa hiyo picha. Kwa hivyo haya yalipotengelezwa, hatimaye wakasema kwamba huyu hapaswi kudumu. Na wakasema tunayazungumza yote ndani ya siku 40 tu za historia yote. Kwa hivyo ikafika pala ikaonekana kwamba huyu lazima adhibitiwe. Na mara ya mwanzo inavyosemwa kwamba aliitwa Dar es Salaam na Rais Julius Nyerere. Tukumbuke hapa ni kabla ya muungano. Kwa hivyo Rais Nyerere kiuhalisia ungetegemea hana nafasi yoyote kwa upande wa Zanzibar, lakini yeye ndiye aliyemwita Dar es Salaam na kumwambia kwamba mwenendo wake na tabia yake haiwafurahishi viongozi wa Zanzibar. Kwa hivyo ama ajirekebishe ama itabidi afikiriwe upya nafasi yake katika utawala mpya wa Zanzibar. Moja ambalo linatajwa sana lililoambiwa ni kwamba Abraham Babu amewahi kusema kwamba John Okello he fell in love with radio. Kwa hivyo yale huba zake kwa radio zilimfanya saa zote yawe studio tu, na kwa hivyo anasemwa kwamba kila wakati alikuwa anapenda kwenda kutangaza, na matangazo yake yalikuwa yanaendeleza vile vitisho. Kwa hivyo hata Nyerere katika mazungumzo yake akamwambia kwamba haya matamko yako yanaleta hali ya mtafaruku na hali ya kutokuelewana, na taswira ya Zanzibar nje ya nchi inaendelea kuonyesha kama pahala ambapo hapako salama, bado hapajatulia. Kwa hivyo huipi nafasi serikali ikatengeneza mazingira ya kutulia na kuendesha shughuli zake za kawaida. Kwa hivyo akaambiwa hivyo, na mwenyewe akasema kwamba angejirekebisha, lakini hulka ni tabu sana kubadilika. Kwa hivyo alipokuja hapa inaonekana kaendelea, lakini nadhani mimi kikubwa hasa ambacho hakisemwi ni hii swala la kwamba power iko kwa nani, madaraka yako kwa nani? Ni kwa Rais Karume, rais wa Jamhuri ya watu wa Zanzibar, ama ni kwa John Okello na kwa kijita Field Marshal? Sasa hatimaye ilipokuja, na hasa baada ya hizo ziara zake katika baadhi ya nchi za Kiafrika, Afrika Mashariki, aliporudi ndio hiyo tarehe 18 Februari 1964 alipokuja hapa, akawa anasubiriwa airport Zanzibar, na pale alikuweko mzee Karume mwenyewe, alikuweko Abraham Babu, walikuwepo na askari wengine, walikuwa ni askari polisi wa Tanganyika ambao waliletwa Zanzibar kutuliza hali baada ya mapinduzi, lakini vile vile na vijana wa chama cha Umma Party. Hawa ni macomrade pamoja na Abraham Babu, walikuwa wamepata mafunzo, wengi wao Cuba,
wanamsubiri pale airport. Kufika pale akaambiwa anahitajika Dar es Salaam pamoja na Rais Karume. Akasema nimetoka huko. Akaambiwa sasa hivi mnahitajika kwa Rais Nyerere anataka kuonana na nyote wawili, kwa maana Rais Karume na Okello. Wakaingizwa ndani ya ndege mpaka Dar es Salaam, na mwenyewe anavyohadithia ni kwamba alipofika Dar es Salaam airport ndio alipoanza kuhisi kinachomsubiri huko mbele, kwa sababu tofauti na kule nyuma, mara hii sasa aliyepokelewa rasmi alikuwa ni Rais Karume na aliyekuweko kumpokea alikuwa ni Rais Nyerere mwenyewe. Wakaingia ndani ya gari rasmi ya serikali wakaelekea Ikulu. Yeye akakuta Land Rover inamsubiri, akaingizwa ndani ya Land Rover akapelekwa hoteli ili kusubiri hicho kikao cha pamoja. Na katika kikao hicho cha pamoja yakarejewa mazungumzo yale yale ambayo Rais Nyerere alikuwa amemwambia kabla. Narejea tena, yote haya kabla ya muungano. Kwa hivyo unashangaa kwa nini Rais Nyerere alikuwa na role kubwa kiasi hicho. Akaambiwa kwa sababu hiyo itabidi wewe ubaki Dar es Salaam, usirudi Zanzibar mpaka hali itengamane. Kwa hivyo akadhibitiwa Dar es Salaam. Of course aliwekwa hoteli, lakini unaona kama vile kwamba alikuwa chini ya ulinzi fulani. Na anasema alipokuwa Dar es Salaam alikaa wiki nzima, akajaribu kuomba tena na Rais Nyerere, hakupata tena hiyo miadi, mpaka kama baada ya wiki moja akajaribu kutaka kurudi Unguja, hakupewa usafiri. Kinyume chake akakatiwa ticket ya wakati ule East African Airways, shirika la ndege la Afrika Mashariki, watu wawili, yeye akiambatanishwa na Oscar Kambona aliyekuwa waziri wa mambo ya nje na ulinzi wa Tanganyika, kupelekwa Nairobi. Na huu ukawa ndio mwanzo wa mwisho wa John Okello. Kwa hivyo akapelekwa Nairobi, akaachwa pale, lakini hata serikali ya Jomo Kenyatta haikuwa na utulivu wa kuwa John Okello abakie Kenya. Akachukuliwa pale, akarejeshwa Uganda. Uganda nako hakuweza kukaa, akarudi tena Kenya, na ndio baadaye akaja akafunguliwa, akakamatwa na akawekwa kizuizini Kenya. Hata hichi kitabu ninachozungumza ndo kiliandikwa wakati huo, wakati akiwa gerezani. Akabakia huko, na kama sema ni mtu controversial. Baadaye alipotoka kifungoni akarudishwa Uganda, akaenda Uganda. Inaonekana alitulia kiasi fulani, lakini maybe baada ya misukosuko yote. Lakini baada ya Idi Amin Dada kumpindua Obote mwaka 1971, Okello akaibuka tena. Akaibuka vipi? Kwanza alifunga safari kutoka Lira jijini kwao, akaenda Kampala, akaenda akaona na Idi Amin Dada, akampongeza, na kuna gazeti la Uganda, picha maarufu na ndio picha ya mwisho inayojulikana John Okello akipiana mkono na Idi Amin Dada. Lakini baada hapo hakuonekanwa tena. Sasa kuna maneno kwamba alinukuliwa Okello, na huyo again ndio Okello, the controversial figure, akisema kwamba Uganda sasa ina field marshal wawili kwa sababu mnakumbuka Idi Amin Dada pia alijiita field marshal vile vile. Kwa hivyo yeye akajinasibu kabisa, maybe innocently, akasema Uganda sasa ina field marshal wawili. Kuna field marshal Idi Amin Dada na field marshal John Okello. Sasa wanasema hayo maneno pia hayakumvutia Idi Amin, na wanasema kwamba akaonekana huyu bado hapajatulia hapa, na uko uwezekano wa kwamba bado wanajiona anaweza akaja akashika nafasi fulani. Kwa hivyo wanasema alikamatwa, na baada hapo hakuonekana tena. Nani, maandiko ya kihistoria yanasema kwamba aliuawa chini ya mkono wa Idi Amin na hakuonekana tena. Mara ya mwisho ilikuwa ni mwaka 71, na huo ndio unasemwa kwamba ulikuwa ni mwisho wa John Okello. Hii ni Ikumbukwe, mahali ambapo historia haisahauliki.